Jaribu kufikiri na ukumbuke ni wanaume wangapi unaowafahamu wenye nguvu, majina na ushawishi mkubwa katika jamii, tena wanaoheshimika, lakini walikamatwa au walikutwa katika mambo ya uasherati au ugoni. Jaribu kufikiri na ukumbuke ni matukio mangapi uliwahi kuyasikia katika vyombo vya habari, matukio ya kinyama waliofanyiwa wanaume ambao walikamatwa katika ugoni au walikamatwa katika mambo ya uasherati. Jaribu kufikiri na kukumbuka ni ndoa ngapi hivi leo hazipo, lakini chanzo kikubwa cha talaka ni mwanaume kuwa katika habari za mambo ya uzinzi au kukutwa katika mambo ya uasherati. Je, ni kwa nini wanaume wengi tangu awali au tangu asili kabla ya ndoa wamekuwa wakisumbuliwa au wakinaswa na mtego huu wa uzinzi, na hata baada ya ndoa wameendelea kukamatwa katika mtego huu wa uasherati? Basi kipekee shabaha yangu au shauku yangu kubwa katika sehemu hii ya 9 ni kukujuza mitego minne ambayo imeendelea kuwanasa, imeendelea kuwashika wanaume wengi. Kwa nini wanaume wanapenda seksi? Basi mitego hii minne imeendelea kuwakamata kama chanzo na sababu kwa nini wamekuwa wakipenda seksi. Karibu sana katika CSD. Hii ni sehemu ya 9 katika mfululizo mzuri wa mafundisho haya ya neno la Mungu, na kipekee katika sehemu hii ya 9 nimekusudia kukujuza 4 sexual traps for men, mitego mikubwa minne ambayo imekuwa ikiwakamata wanaume wengi na kujikuta wameanguka katika dhambi ya uzinzi ama uasherati. Mimi ni rafiki yako katika Kristo Yesu, mchungaji na mwalimu Emmanuel Mganga. Karibu darasani ili tupate kuanza pamoja. Kukosa uelewa wa asili. Si wanaume wote ambao huwa wanauelewa kuhusu asili, jinsi walivyoumbwa na Mungu, asili yao jinsi walivyoumbwa na Mungu. Kukosa uelewa wa asili, huu ni mtego namba 1 ambao ulikamata wanaume wengi hapo zamani na mpaka hivi sasa umeendelea kukamata wanaume wengi katika ulimwengu huu tunaoishi hivi sasa. By nature men are designed to be a provider, while women are designed to be a receiver. Men are designed to be a giver, while women are designed to be a receiver. Kiasili mwanaume ameumbwa kutoa, lakini mwanamke ameumbwa kupokea. Si wanaume wengi wanaelewa asili yao jinsi walivyoumbwa na Mungu. Hivyo basi mtego huu wa kutokuelewa jinsi walivyoumbwa kiasili, kwa sababu mwanaume ameumbwa kutoa na huwa yuko tayari kutoa muda wote, even a sex. He is ready all the time to give even a sex. Huwa yupo tayari muda wote kutoa, hata linapokuja katika swala la kujamiana au kukutana kimwili. Kwa hiyo wanaume wengi wamekuwa wakikamatwa na mtego huu wa kuwa na ule utayari wa kutoa haja zao au kukidhi mahitaji yao ya kukutana kimwili, na hivyo kujikuta wametumbukia katika mtego huu wa uasherati au uzinzi. Hivyo basi ili kuepuka mtego huu ni vyema ukaielewa asili yako wewe mwanaume, kama jinsi Mungu alivyokuumba, kwamba Mungu amekuumba kutoa. Kwa hiyo ni vyema ukajifunza kuwa na kiasi, ukajua wakati sahihi wa kutoa na namna ya kutoa. Kiasi ni tunda la Roho ambalo ukijitilia bidii katika kutafuta uso wa Mungu linaweza likakusaidia ili kuepukana na mtego huu wa kukosa uelewa wa asili yako jinsi Mungu alivyokuumba, kaacha kutoa pasipo kuwa na sababu, yani kukutana kimwili pasipokuwa na sababu, au kukutana kimwili kabla ya ule wakati Mungu ambao aliokusudia. Mtego wa pili ambao umekamata na kuwanasa wanaume wengi kiasi cha kuwafanya watumbukie kabisa katika dhambi ya uzinzi ama uasherati ni upweke. Ndiyo, Mtawa Benedikti aliwahi kusema, idleness is an enemy of the soul. Upweke ni adui wa roho. Epuka hali hii ya upweke. Watu wengi hukutana na changamoto hii katika maisha yao pale tu wanapokuwa na ratiba ya aina moja kwa muda mrefu katika kipindi cha maisha yao. Kwa mfano, anaamka asubuhi, anajiandaa, anaenda kazini, anafanya kazi, anakula, anarudi nyumbani, analala, na kesho tena maisha yanaendelea katika mtindo huo huo kwa muda mrefu. Kwa hiyo baada ya muda mtu huyu anaanza kujihisi uhitaji wa kitu ambacho hajui ni nini anachokihitaji hasa. Kwa hiyo upweke huwa unakuja kama matokeo muda mwingine ya kuwa na mtindo mmoja wa maisha, lakini pili ni kama njia ambayo shetani huwa anaitumia
ya kukusababisha wewe kutamani kufanya kitu ambacho haujawahi kukifanya kwanza katika maisha yako. Epuka maisha ya upweke wa kujijengea utamaduni wa kujifunza kitu kipya walau kila siku, pengine ni ujuzi ambao unaweza kukusogeza karibu na ndoto zako, au kufanya mambo ambayo yanaendelea kuimarisha kiroho, yanaendelea kuboresha mahusiano yako wewe na Mungu. Tenga muda wa kuomba, tenga muda wa kufunga, tenga muda wa kusoma na kutafakari neno la Mungu. Tenga muda pia wa kushuhudia watu wengine kuhusu habari za Kristo, na kufanya hivi, changamoto hii ya upweke inaweza ikakuepuka na ukaondoka kabisa katika mtego huu ambao umeangusha na kunasa wanaume wengi katika historia ya maisha ya mwanadamu. Mtego namba 3 au mtego wa 3 ambao umekamata na kunasa kundi kubwa la wanaume au vijana wa kiume ni kiu ya ubunifu wa mapenzi. There are some people they used to seek sexual experience which they don't have in their lifetime. Kuna wanaume huwa wanatafuta ubunifu wa kimapenzi ambao hawajawahi kabisa kukutana nao kwa muda wote wa kipindi cha maisha yao tangu walipoanza kushiriki tendo la ndoa au kujamiana. Utakubaliana na mimi ya kuwa kuna taarifa zinazoendelea kusambaa katika mitandao ya kijamii au makundi ya vijana wanapokutana wanapata kusimuliana habari za mambo mbalimbali kuhusu mabinti au kuhusu wanawake walio na uwezo mkubwa sana katika kushiriki tendo la ndoa, na mambo haya huwa yanawavutia, na kuvutiwa kwao huwa kunapelekea kutamani, kutaka kujua ama kutaka kufahamu haya yanayonenwa ni kweli, yako hivi jinsi yalivyo. Kwa hiyo unakuta wanaanza kutafuta pengine wanawake wanaotajwa kuwa na huo uwezo mkubwa sana katika kushiriki tendo la ndoa, pengine ni watu wa mkoa fulani au pengine ni watu wa kabila fulani, na jambo hili huwapelekea kuanguka katika dhambi ya uzinzi au mambo ya uasherati. Epuka sana mtego huu ambao umeangusha wanaume wengi, umeharibu maisha mengi ya wanaume, bali ya mimi na wewe. Muombe Mungu akunasue katika mtego huu wa kuwa na kiu ambayo haina mwisho mwema, kuwa na kiu katika kuutafuta uso wa Mungu, kuwa na kiu katika kukaa katika uwepo wa Mungu, kuwa na kiu ya kutamani ujana wako kuwa kielelezo na sio kiu ya kutafuta experience ambayo mwisho wake inaweza ikaharibu kabisa na kuvuruga mahusiano yako na Mungu na maisha yako kwa ujumla. Mtego wa 4 na wa mwisho ambao umenasa wanaume wengi na hata vijana wa kiume kiasi cha kuwafanya kuwa watumwa katika dhambi ya uzinzi ama uasherati ni kiburi. Ndiyo, tunaposoma ule waraka wa kwanza wa Yohana, ile sura ya 2 na ule mstari wa 16, neno la Mungu linasema kiburi, hasa kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vinatokana na dunia hii ama ulimwengu huu. Kiburi ni moja kati ya jambo ambalo limeendesha maisha ya wanaume wengi na kuwafanya watumbukie katika dhambi ya uzinzi ama uasherati. Na katika eneo hili la kiburi tunaweza tukaangazia au tukatazama kiburi katika maeneo makubwa matatu, ambayo kiburi kinaweza kikamfanya mwanaume au kinaweza kikamfanya kijana wa kiume kunaswa na mtego huu wa kujamiana na kuharibu kabisa mahusiano yake na Mungu au kuharibu kabisa maisha yake. Eneo la kwanza ni kiburi kinachotokana na uwezo zaidi sana katika kuthibitisha urijali wake kama yeye ni kijana wa kiume. Kwa hiyo unakuta mtu anaanzisha mahusiano, anatamani na kupelekea kujamiana au kukutana kimwili kama sehemu tu ya kuthibitisha kwamba yeye ni mwanaume na ni rijali. Lakini kiburi pia tunaweza tukakitazama katika kiu na shauku ya kutaka kuthibitisha kwa watu wengine, hasa jamii inayowazunguka au vijana wa rika lake au wanaume wa rika lake, ya kwamba ana uwezo wa kuwa na mwanamke yoyote yule anayemtaka, ana uwezo kuwa na mahusiano na mwanamke yoyote yule anayemtaka. Kwa hiyo jambo hili au msukumo huu mwishowe humpelekea kukutana kimwili na kutumbukia katika dhambi ya uzinzi ama uasherati. Tatu na mwisho kabisa, tunapozungumzia kiburi katika maisha ya mwanaume, tunazungumzia kiburi kinachotokana na jina, umashuhuri au uwezo wa kifedha alionao. Kwa hiyo kupitia jina lake anaweza akawa ni mtu mwenye tabia ya kutamani kuwa na mahusiano na wanawake ambao hana hata future nao, lakini kupitia uwezo wake wa kifedha anaweza akatumia fedha yake, japo fedha sio kila kitu, lakini wengi huwa wanakuwa na mtindo huu wa kutumia fedha zao ili
kuanzisha mahusiano au kununua wanawake na mambo mengine ya kufanana na haya. Basi na hili ni jambo la 4 ambalo limekuwa ni kama mtego katika maisha ya wanaume wengi kiasi cha kuwafanya watumwa katika dhambi ya uzinzi ama uasherati. Basi kipekee ni kushukuru sana wewe mtu wa Mungu ambaye tumekuwa pamoja katika mfululizo mzuri wa mafundisho haya ya neno la Mungu tangu ile sehemu ya kwanza mpaka hii leo imefanyika kuwa ni sehemu ya 9 ambapo tumekuwa tukijifunza kwa kufafanua zaidi sana tukihusisha neno la Mungu habari ya mitego 4 ambayo imegharimu maisha ya wanaume wengi kiasi cha kuwafanya kuwa watumwa katika dhambi ya uzinzi na uasherati. Mimi ni rafiki yako katika Kristo Yesu, mchungaji na mwalimu Emmanuel Mganga. Endelea kunipa mrejesho wa kile ambacho umefanikiwa kujifunza na kimekunufaisha katika safari yako ya wokovu, zaidi sana katika eneo hili la kujamiana au maisha ya kukutana kimwili. Niandikie katika komenti, niandikie katika mitandao ya kijamii ninayopatikana kama mwalimu Emmanuel Mganga. Mpaka muda na wasaa mwingine, amani ya Bwana iwe pamoja nawe.